Mtu ambaye asamehe akumbuki mabaya, anasahau. Yesu alipomsamehe yule kahaba hakukumbuka kwamba alilala na wanaume wangapi. Alimsamehe na kumwambia umesamehewa. Tunakuja, unaweza kuwa ulimwazima mpendwa kanisani, ukamwazima $100,000 ni mpendwa mwenzako kanisani, lakini ule muda ambao alikwambia kwamba nitakurejeshea fedha, akawa ameshindwa kukurejeshea. Hatimaye mkumbusha, anakwambia bado. Ukafika muda ukapata kinyongo ndani ya moyo wako, ukimwona unamkasirikia kwa sababu hajatimiza kitu fulani, na ukajikuta wakati mwingine hata hutaki kumsalimia kwa sababu hajatimiza kitu fulani. Alafu ukija kanisani unaimba, unaomba sana, wakati mwingine unalia, lakini Mungu anasema tazama, mkono wa Bwana haukupunguka, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, bali maovu yenu yamewafarakanisha nyinyi na uso wa Mungu. Maovu sio mpaka uende mlimani, uende klabu. Maovu yana tafsiri nyingi. Maovu ni vitu vyote ambavyo havimpendezi Mungu. Naomba mtumishi wa Mungu uniangalizie Waefeso 4:32. Kwa hiyo unajifunza kitu ndani yako. Waefeso 4:32. Ndio. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Tena iweni wafadhili ninyi kwa nyinyi. Anasema ninyi kwa nyinyi, sio nani kwa nani, kwamba kama ni mimi naosea, tunamtumikia Mungu, lakini ikatokea nimemkosea Hosea, nina wajibu wa kwenda kwa Hosea kumwomba msamaha, au yeye kunifuata kuniambia ndugu yangu umenikwaza sehemu fulani. Kwa hiyo unapoungamana kwa fadhili zile ninyi kwa nyinyi, unatengeneza upendo. Na kumbuka, upendo ni asili ya Mungu. Asili ya Mungu ni kusamehe. Kama unavyohitaji Mungu akusamehe wewe, lazima uwe na moyo wa kumsamehe mwenzako. Unaweza ukanena kwa lugha sana, unaweza ukaomba sana, lakini kama ni mwako hauna moyo wa kuachilia, hautaweza kupona, kwa sababu shina la uchungu likiwaka ndani yako, umauti unaingia ndani yako. Niliwahi kusikia mtu mmoja kapata uchungu, kamsomesha dada mmoja chuo nursing Moshi, kamsomesha kamfikisha kabisa, amemaliza. Tegemea sasa malipo